Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo duniani kuna hila nyingi sana, lakini tunataka kusudi la Bwana lisimame. Kusudi la Bwana lisimame. Na kusudi la Bwana linasimama vipi? Kusudi la Bwana litasimama pale ambapo hatutakuja na marekebisho ya asili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unavokuja na marekebisho ya asili ya Mungu, ya kitu alichokiumba Mungu. Tunaposema asili, asili ni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani asili ya kitu ni utukufu wa Mungu. Kila kitu kina utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Samaki hafundishi kuogelea, vile anavyoogelea ndo asili yake, si ndio jamani? Yes. Lakini vile anavyoogelea, kwa sababu amekaa kwenye asili yake, ndo utukufu wa Mungu unadhihirika. Mmea vile unavyochanua, unatoa maua, ndo unakaa kwenye asili yake, vile ndo Mungu anatukuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na we binadamu, vile ambavyo unaweza kutumia akili yako vizuri, vile ndo ambavyo unamtukuza Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa muone wanadamu walichokifanya. Imefika hatua wamekubali kwamba akili zetu ni ndogo, ngoja tufanye ugunduzi wa teknolojia, tulete makompyuta na nini. Kwa hiyo manake wamekataa uwezo wa akili ya binadamu kama ni mdogo, ila uwezo wa kompyuta ndo mkubwa. Wakati huo wenyewe ndo wametengeneza kompyuta. Yupa na akili kubwa hapo? Aliyetengeneza, si ndio jamani? Mtengenezaji huyu ndo ana manyu, ndo ana mwongozo, huyu ndo ana akili huyu. Lakini sasa kuanza kukataa akili ya binadamu. Kwa hiyo tunakoelekea, mimi nawaambia, tutakuwa hatutumii tena akili ya kibinadamu, tutakuwa tunatumia artificial, akili za vyombo. Hapo sasa ndo tutakuwa tunamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi wenyewe tumekubali. Yaani ni kama tumetubu kwamba hatuwezi. Ukisoma pia Biblia inakwambia kabisa, kwa ufahamu wa mwanadamu, nikitaka niachilie ufahamu wangu wote kwa mwanadamu, utachanganyikiwa. Mungu mwenyewe anasema hivyo, kwa sababu anajua akili ya binadamu ina vitu vingi. Lakini pia anasema, mimi nikiachilia akili yako kwako na ukaipokea, utafunuliwa kwa kila kitu na nitakuongoza vizuri. Kwa hiyo kumbe jambo la msingi ni kumlilia Mungu tubaki na asili ya akili yetu. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Lazima utaelewa tu. Yaani hivyo vinaeleweka hivyo, ni kanuni za kimungu. Kanuni lazima uielewe. Na ukikataa, usipoielewa, itakudhalilisha. Mwisho wa siku utajutia tu. Kwa hiyo inapofika wakati tunapokuwa tunabadilisha vitu vya asili, tunaleta asili mpya. Hebu ona, mwanaume anataka kuwa kama mwanamke, mabadiliko hayo, anaondoka kwenye asili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Makanisani kuna mabadiliko mengi sana ambayo sio ya kimungu. Anguko hilo. Yaani kila kitu unavyoona kinabadilika. Ndio hivyo tumesema, majina kwa watoto, jina nampa mama peke yake, unaharibu kizazi cha mtoto. Sasa hivi ni kipindi pekee ambacho ndoa mnasema hazina maana, si ndio jamani? Yaani unamkuta mtu anasema ndoa hazina maana, manake ameshabadilisha. Sasa nini kina maana? Nini kina maana? Kwa hiyo jinsi tunavyoendelea kwenda mbele, ndio tunavyobadilisha misingi ya kiulimwengu. Na Mungu anasema wazi, kila unavyobadilisha kitu cha asili na kuja na kwako, ndo ambapo unaenda kuharibu ufalme wa Mungu. Lakini ili dunia hii ibaki sawa sawa, Tanzania ibaki salama, watoto wa Tanzania wabaki salama, turudi kwenye asili yetu.